Nilikaa pale kwenye kochi, nikimtazama mama kana kwamba alikuwa mtu mwingine. Moyo wangu ulikuwa unagonga kama ngoma ya vita. Mawazo yakirukaruka kama ndege waliokimbia kwenye tundu lao. Baba yangu, nilisema kimya, kana kwamba kulitamka tu kulikuwa kugusa jeraha ambalo sikujua bado liliniuma. Mama alisogea karibu na mimi. Neema, najua ni ngumu kuamini. Na sijakudanganya kwa chuki. Nilifanya hivyo ili nikuweke salama. Nilimsogelea, nikamwangalia usoni. Salama dhidi ya nini? Mama akavuta pumzi ndefu, halafu akasema, baba yako hakuwa mtu wa kawaida, Neema. Na kifo chake au tuseme kuondoka kwake kulikuwa na sababu ambazo mpaka leo zinaumiza. Nilijaribu kumkata. Mama, unanipa nusu maelezo. Niambie yote. Lakini kabla hajaendelea, simu yangu ililia. Kwa kawaida ningeiacha, lakini sauti ya mtetemeko iliufanya ule mlio uwe mkali zaidi. Nilichomoa simu mfukoni, nikakosa sauti. Baraka Kalingi. Moyo wangu ukatetemeka. Niliitazama kwa sekunde kadhaa nikiganda. Mama akaniuliza kwa sauti ya upole, utaipokea? Nilitikisa kichwa. Sikutaka kusikia chochote kutoka kwa Baraka. Angalau si leo. Nilitupa simu pembeni ya kochi, nikasema kwa sauti ya kutetemeka, tuendelee mama. Niambie kuhusu baba. Mama alinyosha mkono akachukua kijiboksi cha kahawia kilichokuwa mezani. Nilikuwa sijakiona kabla. Alinikabidhi taratibu kana kwamba kilikuwa na kitu kinachoweza kulipuka. Fungua, alisema. Nilifungua taratibu na ndani palikuwa na bahasha nyeupe. Picha ya mwanaume kijana akiwa na mama wakiwa hospitalini. Na kitabu kidogo cha ngozi kilichokunjika pembeni. Machozi yalijaa machoni mwangu. Huyo kwenye picha ni baba. Nilikuwa mdogo sana wakati alipotuacha, ndiyo maana sikumbuki sura yake vizuri. Lakini hapo mbele yangu ilikuwa kama muda umesimama. Bahasha hiyo ni ya kwako, mama alisema. Nilifungua bahasha. Ndani yake kulikuwa na karatasi moja tu, imeandikwa kwa mwandiko wa haraka, Neema, usiogope. Nimekuwa nikikulinda kutoka mbali kwa sababu kuna watu hawakutaka nikukaribie. Kuna jambo muhimu lazima nikueleze kabla hawajanipata. Tafadhali fika katika anwani hii kesho saa 12 jioni. Chini kulikuwa na anwani ambayo sikuwahi kuisikia maishani mwangu, mtaa wa Mbuyuni, nyumba namba 14, Kigogo. Mikono yangu ilitetemeka. Baba aliniandikia hivi lini? Niliuliza. Mama alijibu kwa sauti ndogo, siku 3 zilizopita. Nilishtuka. Siku 3? Bila wewe kuniambia? Mama akasema polepole, nilitaka kukupa baada ya kuona uko sawa. Lakini jana usiku ulinipigia ukiwa umevunjika. Sikuweza kukutwisha mzigo huu tena. Kabla sijazungumza, simu yangu ililia tena. Safari hii namba isiyotambulika. Niachie niipokee, mama alisema. Lakini kitu ndani yangu kilisema piga mwenyewe. Nikabonyeza ya accept. Neema, sauti ya kiume ilisema, ikiwa nzito na ya kukata. Usiende eneo uliloandikiwa. Hautakuwa salama. Nikashtuka. Nikainuka ghafla. Wewe ni nani? Simu ikapiga ukimya wa sekunde chache, kisha akasema, mtu anayekujua kuliko unavyodhani. Usitafute baba yako. Wao wako njiani. Kisha simu ikakatika. Nilitupa simu chini kwa hofu. Mama akakimbia kuniangalia. Neema, nini kimetokea? Nilikuwa natetemeka kama mwenye homa ya ghafla. Nani alisema hivyo? Wao ni kina nani? Mama, nini kinaendelea? Mama alikamata mikono yangu, akaniangalia kwa macho yaliyojaa hofu halisi.
Akasema kitu ambacho hakikuniweka salama hata kidogo. Neema, hii nilikuwa naogopa siku hii itafika. Watu wanaomtafuta baba yako hawacheki. Na sasa inaonekana wamejua kuhusu wewe. Usiku ule hatukuwa na amani. Kila mlio wa nje ulionekana kama tishio. Kila upepo uliovuma tulihisi kama mguso wa mtu aliyepo nyuma ya pazia. Mama alifunga madirisha yote, akazima taa za nje. Kisha akaniambia, Neema, leo utalala hapa. Sitakuruhusu utoke usiku huu. Nilikubali bila kupinga. Lakini ndani ya moyo wangu kulikuwa na maswali ambayo yalikuwa makali kuliko hofu yenyewe. Kwa nini baba alituacha? Watu hawa ni akina nani? Mbona wanajua jina langu? Na baba yuko wapi sasa? Nilijaribu kulala, lakini usingizi ulikuwa haupo. Nilikuwa nimelala kitandani cha chumbani kwa utotoni changu, nikitazama dari lile lile nililokuwa nakiangalia nikiwa darasa la 4. Lakini leo nilihisi kama dari linataka kuniangukia. Saa 7 usiku nilisikia mama akitembea sebuleni. Nilinganyuka kimya kimya, nikakimbia polepole hadi mlangoni, nikamwona akipanga mifuko miwili ya safari. Mama, unafanya nini? Akashtuka kidogo. Neema, usingeamka. Nikavuka hadi usoni mwake. Unaenda wapi na mizigo usiku huu? Alihema, akakaa kwenye kochi, kisha akanisema ukweli ambao sikutarajia kusikia. Neema, kesho asubuhi tunahama. Nikafungua mdomo bila maneno kutoka. Kuhama? Kwa nini? Mama, hii ni nyumba yetu. Akasema, maisha yako yanaingia sehemu ngumu, mwanangu. Na lazima nikulinde. Unapaswa kujaa nguvu kabla ya kukutana na baba yako au maadui zake. Nilikaa kimya. Kwa mara ya kwanza maishani, niliona hofu isiyo na kificho usoni mwa mama yangu. Na kama mama anaogopa, basi jambo hili halikuwa la kawaida. Nilirudi chumbani nikiwa nimechanganyikiwa, nikijua jambo moja tu: kila kitu nilichodhani kuwa ukweli kilikuwa kinaanguka taratibu. Lakini kilichoniacha bila usingizi zaidi ya yote ni ule ujumbe wa simu ya yule mtu asiyetambulika. Wao wako njiani. Lakini ni kina nani hao? Na je, kesho kwenye ile anwani kuna nini kinanisubiri? Usikose episodi inayofuata. Usisahau subscribe, kushare, kukomenti. Asante sana.